Okay, nipende kuwakaribisha kwenye kipindi chetu cha leo kinachokuwa na mada ya kuna usalama kiasi gani mtandaoni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo kilikuwa ni siku ya Jumapili iliyopita tarehe 18 mwezi Mei. Kwa ambao tulihudhuria, wengi wetu tuliomba hichi kipindi kirudiwe, lakini nadhani wengi ambao waliomba kirudiwe hawapo, kwa hiyo hata nakosa tuanzie wapi, lakini nitatoa short recap ya kitu gani tulikidiscuss siku ya Jumapili iliyopita. So Jumapili iliyopita tulikuwa tunaangazia usalama wa taarifa zetu tunazozitoa kwenye mtandao. Tukapitia jinsi gani taarifa tunaweza tukaziweka taarifa zetu na jinsi gani taarifa zetu zinaweza zinatumika kwa watu binafsi, lakini pia kwa makampuni. Tukaona jinsi gani makampuni makubwa yanaweza kutumia taarifa zetu ambazo tumeziweka mtandaoni. Tulipitia vingi sana. Tutaliweka hilo somo mtandaoni pale Mungu atakapojalia. Lakini leo tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki ambacho kinaelezea usalama ambao tunaposhare taarifa zetu mtandaoni. So leo nitakuwa na subtopic fupi sana ambayo itakuwa inaelezea kitu kinaitwa digital footprint. Sijapata Kiswahili chake ambacho kimenyooka cha neno digital footprint, lakini I think wote tuna understand maana ya footprint. Sasa digital footprint ni footprint za mtandaoni. So labda nielezee ninaposema neno footprint na maanisha nini. Digital footprint actually ni adjustment ya neno footprint. Kama tunavyojua footprint ni alama za nyayo. Mtu unapokuwa unatoka sehemu moja, sehemu A kwenda sehemu B, unapotembea kuna alama za nyayo unaziacha, na hizo alama ndo zinaonyesha wewe umetoka wapi kwenda wapi. Mtu ambaye anataka kukufuatilia ana uwezo kupitia kwenye hizo footprint, kwenye hizo alama za nyayo unazoziacha, mpaka akajua unapoelekea na akajua ulikuwa unatembea kwa mantiki gani. Sasa digital footprint haiko mbali sana na neno footprint lenyewe. Digital footprint actually ni zile njia ambazo tunazitumia, tunazopitia kwenye kuacha data zetu mtandaoni. Sababu tutasema kwamba digital footprint kwa Kiswahili tunaita alama za kidigitali. Ni historia au kumbukumbu ambayo inabaki mtandaoni mara pale unapotumia vifaa vya kidigitali. So kila unachokifanya mtandaoni, tulikiona kwenye sehemu ya kwanza ya somo hili kwamba kila kitu unachokifanya mtandaoni huwa kifutiki, kinabaki, kinaacha alama. Kwa zile alama tunazoziacha tunaitwa digital footprint. So kwa leo sasa tuanze na digital footprint, tuelewe. Nadhani mpaka hapo tutakuwa tayari tushaelewa kwamba digital footprint ni kitu gani. Kwa kimsingi, labda kwa summarization ni kwamba digital footprint is a record for your personal information or online behaviors that remain and can be tracked and used in the internet. Kwa hiyo kwa Kiswahili hapa nasema ni mchango wa taarifa zako binafsi au tabia zako mtandaoni ambazo zinabaki na zinaweza kufuatiliwa kama utaendelea kutumia interneti. So nadhani tushaelewa maana ya neno footprint au digital footprint. Twende kwenye aina za digital footprint. Tuna aina mbili za digital footprint. Tuna active footprint, lakini pia tuna passive footprint. Kabla sijaendelea, kuna kitu nilitaka nikiongee before hatujafika mbali. Haya masomo tunayoyatoa kuhusiana na mambo ya mtandao mara nyingi huwa hayana maana na watu wengi huwa wanachoka kuyasikiliza, lakini yanakuwa na maana pale siku litakapomkuta mtu jambo. Tunaelezea hivi vitu, mara nyingi watu huwa hawavielewi mpaka siku litakapomkuta mtu, atakapofanywa tukio labda la wizi, mtu atakapoibiwa au kudhalilishwa mtandaoni, ndio anaanza kuelewa kwamba hii elimu ni ya muhimu. Kwa hiyo niwasihi ndugu zangu, elimu hii ni ya muhimu sana kuielewa, kwa sababu internet ni kitu ambacho kwa sasa hivi hakiepukiki. Kila mtu anatumia internet kila siku. Kwa hiyo kuelewa elimu yake
ina maana sana, especially kwenye mambo ya usalama wa taarifa zako mtandaoni. Vina maana sana, na utaviona havina maana kwa sasa hivi, lakini pale ambapo itakukuta tukio utaona maana yake. So tuendelee na aina mbili za digital footprint. Alama hizi za mtandao ziko za aina mbili, kuna active na passive. Active footprint ni alama ambazo unaweza ukaziacha mwenyewe kwa ridhaa yako, au tuseme kwa hiari yako. Ni zile taarifa ambazo unaziweka mwenyewe mtandaoni bila kulazimishwa na mtu. Unakuwa mwenyewe umeziweka kwa ridhaa yako, bila kulazimishwa na mtu. Lakini kwa upande wa pili, passive footprint ni zile alama ambazo unaziacha mtandaoni bila wewe kufahamu. Unaziacha bila kujua kwamba umeziacha. Sasa nikianza na sehemu ya kwanza ya active footprint. Active footprints ni zile wanasema is a footprint that you intentionally leave. So hapa naongelea vitu kama picha unazoposti, taarifa ambazo unaziweka mtandaoni. Ukiwa umeolewa unaposti, siku ya anniversary yako unaposti, birthday yako unaposti, your personal information ambazo unaziweka wewe mtandaoni. Hizo ni digital footprint ambazo hazifutiki. Hata wewe ukifuta, wewe ndio unakuwa umefuta, lakini mtandaoni zinabaki vile vile. Kwa hiyo hizo ndio tunaziita digital footprint. Hapa nitaongezea kitu kingine kwenye active footprint. Nitaongezea kitu kinaitwa kucomment. Tutakiona huko mbele kwa nini nakiongelea sana hichi kitu. Kucomment ni moja kati ya footprint ambayo ina maana sana, hasa kwa mazingira ya sasa hivi. Ina maana sana kwa mazingira ya sasa hivi. Tukienda kwenye upande wa pili, passive footprint, hizi ni alama za mtandaoni ambazo unaziacha bila wewe kufahamu. Hii inatokea pale ambapo unakuwa umetumia website au unakuwa umetumia mtandao wowote wa kijamii, unakuwa umeacha taarifa zako bila wewe kufahamu. Hii passive footprint sehemu kubwa tuliongelea kwenye kipindi kilichopita. Session yetu ya tarehe 18 iliongelea jinsi gani tunaacha taarifa zetu mtandaoni bila sisi kufahamu. Nikaongelea jinsi gani Google wanafahamu kila kitu unachokifanya. Kwa mfano, Google wanafahamu upo wapi, wanafahamu unafanya nini, unachokigoogle, unachokisearch mtandaoni, unachoshop, unayempigia, unachokiongea. Na hichi nadhani watu wengi hawafahamu. Hata unachokiongea Google they do listen. Na hichi hautokifahamu kwa sababu kuna kitu kinaitwa terms and condition. Ukiwa unaanza kufungua tu Android kwa mara ya kwanza, kuna kitu kinaitwa terms and condition ambazo watu wengi huwa hatusomi, tunakubali tu haraka. Hicho tunachokikubali haraka ni sawa na kwamba umemwambia Google, yani umeconsent kwamba Google asikilize, atumie mpaka your microphone and your cameras. Umeiruhusu Google ifanye hivyo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa ni kwa namna gani unaweza kwa tu umeongea labda na rafiki yako, bwana mimi natamani sana ninunue TV, alafu ukifungua tu mitandao ya kijamii unakuta matangazo ya TV hapo. Ghafla unajiuliza imekuaje? Lakini kimsingi ni kwamba they do collect your data kwa kutumia passive, kwa kutumia without your consent au without your knowledge. Niseme without your knowledge kwa sababu consent tayari ulisharuhusu, pasipo kujua kwamba umesoma terms and condition, ukaingia tu moja kwa moja uka accept kutumia services zao. Unakuwa umeruhusu au kutumia vitu vyako vingi, ikiwemo search zako, ikiwemo pia na microphone ya simu, ikiwemo pia kamera ya simu. Kwa hiyo kitu kingine pia kwenye swala la passive, nadhani wengi tumeshatumia mtandao. Kuna website ukizifungua zinakwambia kunakuwa na neno cookie. Nadhani wengi tushaliona. Lile neno cookie ni kuiruhusu hiyo website install a spying file kwenye device yako. Yani kama unatumia google.com au kama unatumia abc.com, ukiona wanakwambia accept cookies, maana yake umewaruhusu wa install file kwenye device yako ambayo itakuwa inabeba information zako. And sasa kwenye hizi information zinazochukuliwa na makampuni mostly ni kwa commercial purposes, yani wana track unachokisearch kwenye mitandao ya simu, kwenye mtandao, ili waweze kukuuzia kitu according to your preferences. Kama wewe unapenda
unapenda mambo ya afya, maana yake utakuwa na Google vitu vya afya, watachukua hizo taarifa, watakuletea matangazo yanayohusiana na afya. Kwa hiyo ni moja kati ya njia ambayo inatumika kwenye kupata information zako, na information zako zinavyotumika ni kwa namna tofauti tofauti. Kwa hapa tumeona footprint za aina mbili. Tumeona passive footprint na active footprint, ambayo tumeongelea kwamba active footprint ni zile ambazo you intentionally leave, kama kuposti, kucomment na kuchapisha taarifa zako mtandaoni. Lakini ya pili ni passive footprint, ambazo ni taarifa ambazo umeziweka mtandaoni bila ya kuwa na your knowledge. Okay, so tunaendelea na sehemu ya 3. Kwa nini unahitaji kujua umuhimu wa kuwa na footprint? Why do you have to monitor the importance of digital footprint? Kitu cha kwanza ni kwamba digital footprint, kwanza kabisa, zinatumika kiusalama, kwenye mambo ya usalama. Digital footprint zinatumika kwa ambao tunaishi Tanzania. Tunajua kwamba mitandao, unaweza ukafanya kitu mtandaoni bila wewe kufahamu, ukajikuta tu siku umekamatwa, haujui umekamatwaje. Ulicomment labda kwenye post ya mtu, umecomment kitu, afu siku tu unakuta umekamatwa. Wanachofanya ni kwamba wanapitia footprint zako. Kwa hiyo kwenye mambo ya usalama, footprint zina maana sana. Lakini pia hichi ajira inatumika, lakini kwa sababu kwa nchi zetu za Afrika bado hatujaendelea sana, hawafuatilii sana issue za ajira. Kwenye footprint hawaangalii sana issue za ajira, lakini kwa watu ambao tushawahi kuomba kazi nje, huwa wanafuatilia sana. Wanakuomba handles zako za mtandao, then wana go through, ulikuwa una comment nini, ulikuwa una post nini. Yani footprint zina show your digital identity, your complete digital identity. So your brand, your personality mtandaoni ndio inaonyeshwa na digital footprints. So kingine ni kwamba reputation or personality. Ni kwamba digital footprint, kama nilivyosema, ni kwamba zinatengeneza your personality mtandaoni. Kwa hiyo personality yako mtandaoni ndio ina determine how much respect people will give you. Kama wewe unajiita unajiconsider kwamba mimi nina heshima kiasi fulani, alafu unaposti kila siku vitu ambavyo havieleweki, labda vichekesho au yani vitu ambavyo havina ule serious fulani, ni kwamba ile tayari ushajijengea kwamba ndo brand yako, yani ile ndo identity yako, na hiyo identity ndio yenyewe inakutengenezea your reputation. Kwa hiyo inakutengenezea reputation yako. So what you post on the internet has so much ina impact kubwa sana na your personal life, and hapa tunaongelea hata including your spiritual life. Vitu ambavyo kama kwa sisi ambao tupo kanisani, your spiritual life is highly affected with your digital footprints. Vitu ambavyo unaviposti mtandaoni vinakuwa affected sana vinakuwa affect sana your spiritual reputation. Pia to consider kwamba hivi vitu havifutiki, mtandao hausahau. There is no way utakuja kusahau. Kuna watu ambao hata tunaona kwamba mtu anaongea kitu hiki leo, baada ya 5 years anakuwa amebadilisha opinion, anaongea kingine, watu wanamrudishia video zake, video ambazo hata kipindi hicho hazikuwa labda zimesambaa sana, lakini unarudishiwa video zako, bwana wewe ulisha kuposti umeongelea kitu hiki, leo umebadilika unaongea kitu hiki. So we have to take serious hizi digital footprints ambazo tunaziweka either with our consent or with our knowledge or without our knowledge. Lakini cha mwisho kabisa ni avoiding legal issues, kuepuka matatizo ya kisheria. Kama nilivyoelezea hapo awali, matatizo ya kisheria, vyombo vya usalama vinapitia sana mitandao kuliko ambavyo sisi tunafikiria. Kwa huko Afrika havipo sana, lakini they do use, lakini it's not that much. Kwa wazungu wanafanya, hata wale terrorist attacks zile zinaanza na watu kucomment vitu vya ambavyo havieleweki mtandaoni, watu wanafuatilia vile, unakuta gaidi amekamatwa before hataja hajafikia. Lakini kwa sisi hapa ni kwamba unaweza ukacomment labda kwenye post labda ya mtu fulani, ukacomment kitu ambacho maybe hakina maana sana,
wewe ukakichukulia kawaida, lakini kwa vyombo vya dola wenyewe vinajua kabisa kwamba hichi ni kitu ambacho sio kizuri, wanaweza kaja kukamata. Lakini pia you can be sued, unaweza ukashtakiwa kwa kitu ambacho umecomment tu, yani you expressing your opinion inaweza ikakufanya wewe ukashtakiwa. Labda kama umeweka taarifa za uongo, hiyo ni defamation. Labda kuna page pale ya benki fulani wewe umeweka taarifa ambayo ni ya uongo, wanaweza kukushtaki for defamation. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana, and especially kwenye issue ya kucomment, kuna hizi digital footprints zinatumika sana kwenye mambo ya traveling, especially kwa watu ambao wana mpango wa kwenda Marekani. I think America ndo wanatumia sana. In Poland kuna mtu nishawahi kumsaidia kwenda Poland, issue pia ilitumika. How you talk about a certain country mtandaoni can affect wewe kutokupata visa. Kwa mfano, kwa watu ambao wana ndoto za kwenda Marekani au kuvisit Marekani, kwenye zile interview za visa huwa wanapitia your digital footprint. Wanaomba handles zako za mtandaoni, then wanaanza kupitia ulikuwa una comment nini kwenye matters ambazo zinahusu Marekani. Ulikuwa unamtukana mtu labda, au ulikuwa unaonyesha zile sera ambazo zinapingana na katiba yao. Then hiyo inaweza ikawa ni one of the biggest reasons ambazo zitakuzuia wewe kupata visa au kupata access na nchi fulani. Kwa hiyo hata tushaona kuna baadhi ya viongozi ambao walitoa tu comment. Kwa mfano, kwa Tanzania Mheshimiwa Paul Makonda alishawahi kutoa comment about something kwenye issues za ushoga. Ilikuwa ni kwenye mtandao tu, lakini hiyo kitu ilimfanya mpaka akawa banned kwenda Marekani, na nadhani hadi sasa hivi ile ban haijawa lifted. Ni kwamba this digital footprint ambazo tunaziacha mtandaoni zinakuwa na maana sana when it comes to traveling and stuff. So tukiendelea mbele, tunaona jinsi gani ya kuprotect your digital footprint, how to align with your digital footprint. So jinsi ya kwanza kabisa, jinsi ya kuzuia, jinsi ya kucontrol. Huwezi kuzuia actually, lakini you can control. Jinsi ya kucontrol digital footprint yako, kwanza fikiria kabla ya kupost. Think before you post anything. Kabla hujapost kitu chochote, kwanza determine kwamba hichi kitu ninachokiposti kina impact gani kwenye my personality, kina impact gani kwenye my life. So unaposti either kwenye business yako, au unaposti kwenye your personality. Everything that you post, jua kwamba hakitofutika, kitabaki pale maisha yote. Lakini pia hicho ndo kitadetermine wewe ni nani. So before uje post, fikiria kwanza mara mbili mara tatu, uone kama hichi kitu kinafaa kuposti. Ndugu Mwasha Elia, tunaomba uzime mic yako. Tamani sana. Okay, tukienda kwenye point ya pili ni kwamba have respectful language to everything, or to every post. So kila unachokiposti mtandaoni, jitahidi sana uwe na a respectful language before unapokuwa una comment kwa mtu. You may have your own opinion, lakini try kuto kuoffend watu. Treat people how you want to be treated, kwa sababu kitu unachokiweka pale huwa kifutiki, kinaishi pale miaka yote, kinaishi pale maisha yote. So you have to be careful on that. Okay, kingine ni kwamba set your private limits. Weka mipaka ya faragha yako. Sio kila kitu unaweza ukakiingia mtandaoni, and especially kama kwenye hii aina ya pili ya digital footprint ambazo ni passive, ni kwamba zina record vitu ambavyo hata wewe haujui kama vina record. Website ambazo unatembelea, wewe ni Mkristo, unatembelea website za kubeti, unatembelea website ambazo hazina msingi sana, au ambazo ni offensive. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinakujengea wewe personality mtandaoni. Kwa avoid, jitahidi kwa unavyoweza usiingie kwenye vitu ambavyo, yani weka mipaka yako kwamba hapa sitoingia, hapa nitaingia. Okay, kingine ni kwamba don't share your personal information easily. Kuna vitu ambavyo sio vya muhimu sana kwa nyakati hizi kuvishia mtandaoni, especially taarifa za watoto, maybe taarifa zako wewe. Last session ya tarehe 18 nilielezea jinsi gani watu wanaweza kutumia taarifa zako
wakatumia taarifa zako kujua taarifa, yani watu wanaweza kutumia taarifa zako kucrack akaunti zako. Kwa mfano nilitolea ni kwamba kila mtu hapa nadhani ametumia mtandao fulani au ametumia system fulani na anajua kila mtu ameweka password fulani, lakini I can assure you kwamba 80% au 80 to 90% ya watu ambao wanatumia mitandao password zao ni vitu ambavyo vinahusiana na wao, either ni birthday au ni birthday ya mtoto au ni jina la mtoto au ni jina la pili au la tatu. Wachache sana ambao wanakuwa wanaweza kuweka password zao zikawa ni vitu ambavyo havihusiani kabisa na maisha yao. So kwa sisi ambao tunafanya hivi vitu professionally, kuna kitu kinaitwa brute force attack. Kwa mtu ambaye anaandika anaweza kaenda kukipitia mbele. Kuna kitu kinaitwa brute force attack. So brute force attack, kitu kinachofanyika, brute force au dictionary attack kwa mtu ambaye anaandika. Brute force au dictionary attack kinachofanyika ni kwamba mtu ana test kila any possible combination ili aweze kucrack password yako. Kwa mfano ndugu Gradson, tunajua anaitwa ndugu Gradson Sanga, amezaliwa labda tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2015. So huyu atakuwa ameweka password yake kwenye vitu ambavyo vinafanania na maisha yake. Labda ameweka jina la mdogo wake au ameweka jina la kwake au ameweka jina la ameweka combination ya jina la baba yake na la kwake au ameweka combination ya birthday ya baba yake na ya kwake. So mtu ambaye anatry kukuattack, atakachokifanya it's simple, atatengeneza dictionary, which dictionary ni text file ambayo inakuwa ina contain taarifa ambazo unaweza ikatengeneza combination ya kuattack your password. So kinachofanyika ni kwamba mimi nikiwa nataka kumwattack Gradson, nitachukua jina lake ndugu Gradson Sanga, nitachukua tarehe yake ya kuzaliwa, nitachukua vitu vyake vya msingi, labda tarehe yake ya ndoa au jina la mkewe, jina la baba yake. Vitu vyote hivyo kama umevishia mtandaoni, that means umejiweka wewe kuwa prone kufanywa hiyo attack. Umeona? Na kimsingi mtu ukishajua vitu vyote hivyo haichukui muda mrefu. Hii ingekuwa ni session ya video ningeifanya hata hapa live ili muone inavyofanyika. It's very simple, yani I won't take even 10 minutes kumaliza hiyo kazi. Yani it takes a very little. Dictionary attack is one of the attacks ambazo ni very accurate. Yani mtu anaweza crack password yako kwa muda mfupi sana kama akiwa na information zako zote. Kwa hiyo tujaribu kupunguza the amount of personal information ambazo we can share on the internet, kwa sababu zinatengeneza footprint ya mtandao, na hiyo footprint inaweza ikatumika against you. Okay, so tukiendelea mbele, hii ni kwa watu ambao wamejijengea brand. For example, hapa hatumuoni ndugu Kevin Sanga, lakini kimsingi watu ambao wamejijengea brand kwenye their personal names, wale ambao wana personal branding. Personal brandings ni jitahidi sana huo una google your name regularly, kwa sababu inawezekana vitu ambavyo, kwa sababu digital footprints zinakuwa linked with your name directly. Kwa hiyo kwa mfano mtu unaweza kumsearch Kevin Sanga. Kama Kevin Sanga ni mtu wa kubeti sana, watakuletea taarifa zake pia za kubeti. Umeona? Kwa hiyo hichi kitu kinaweza kikakupunguzia reputation au kinaweza kikakuongezea reputation kutegemeana na wewe ni mtu aina gani mtandaoni. Kwa hiyo jitahidi unachokisearch vizuri, kama yani ile personality yako itengeneze vizuri. Umeona? Lakini nitaprovidea hizi ni njia nyingine za kujizuia sasa kutengeneza jinsi ya kucontrol pia hizi digital footprint. Ni kwamba kuna vitu vinaitwa VPN ni moja kati ya njia nzuri sana ya kuzuia taarifa zako zisiende kwenye mitandao. Actually VPN inazuia taarifa zako zisiende kwenye mitandao. Mimi personally siku zote except kwenye hizi calls ambazo nazifanya for church purposes, lakini almost calls zote nazozifanya huwa nafanya nikiwa na VPN. Yani kimsingi mimi devices zangu zote muda wote zinakuwa ziko na VPN kuzuia taarifa zangu zisiliki kwenda kwa mtu mwingine. Lakini pia usivisit kwenye website ambazo hauna uhakika nazo au website ambazo ni sio nzuri. Umeona? Lakini jitahidi sana usiwe unakubali cookies. Cookies zinabeba taarifa zako nyingi sana. Wengi hatufahamu. Ndani siku moja nitaweka ili somo kuhusiana na cookies, ila zinabeba taarifa zetu nyingi sana. Kwa hiyo usitembelee website ambazo sio rafiki
kwa reputation yako, lakini pia hata kama ukitembelea jitahidi usikubali cookies, kwa sababu kukubali cookies maana yake umeinstall files ambazo zitakuwa zina fetch every information about you kwenye mtandao, especially kwenye browser ambayo usika unayoitumia. Lakini pia jitahidi kuwa na email zaidi ya moja. Usilink everything kwenye email yako moja. Mtu akiwa na email yako, ukiwa na email moja unajijengea identity moja. Labda ndugu Gladson na gladson@gmail.com, every information about gladson@gmail.com inakuwa fetched kwenye yani ile email ndio inakuwa ndo kama identity yako. Kwa hiyo unapokuwa na identity moja, kama kwa mimi hapa nitaongelea mimi personality yangu, mimi nina email nyingi sana, actually nyingi sana, nyingine siwezi kuzishare hapa kwa sababu they are not legal hata, ila ni email ambazo nazitumia. Why nazitumia? Ni kwa sababu ya nature ya kazi yangu. Kwa hiyo najitahidi sana kujizuia. Kuna vitu ambavyo unaingia vinakuwa against reputation yako, kwa hiyo unaona hautakiwi kutumia. Kwa hiyo nikiweka email nyingine, kwa mfano mimi natumia, kuna email inaitwa Proton Mail. Kwa watu ambao wanaandika, kuna email inaitwa Proton Mail. Proton Mail ina block every information ambayo inakuja kwako. Kwa hiyo kwangu mimi huwa najizuia kwa style hiyo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anaweza, ambaye anajitahidi kulinda brand yake, jaribu kutotumia email yako ambayo ni personal, ile ya kazi usiweke kwenye mambo yako ambayo ni for fun. Labda unafanya mtandaoni for fun. Kwa mfano labda wewe unatumia TikTok labda kwa ajili ya kuangalia tu videos, sio kwa ajili ya ku create your brand. Jitahidi kuweka email nyingine, usiweke email ambayo unatumia regularly kwenye mambo yako ya kazi. So hitimisho ni kwamba kila mmoja wetu ajue kwamba ana maisha ya pili mtandaoni. Jinsi taarifa unazozishare mtandaoni zinatengeneza identity yako. Kwa hiyo tujitahidi sana kuweka taarifa chache au taarifa ambazo zinafaa mtandaoni, kwa sababu mitandao inatuangalia na mitandao huwa haisahau. Hicho kitu tuweke pia akilini, ni kwamba use wisely your online personality, I mean your online time or your online life. Use wisely your online life. So tutamalizia na fungu la Zaburi, Psalms, sura ya 101 mstari wa 2, ambayo inasema, nitatembea kwa unyoofu wa moyo ndani ya nyumba ya Mungu. Nitatembea kwa unyoofu wa moyo ndani ya nyumba ya Mungu. So tuamini hata pia mitandaoni pia haitoitwa ni nyumba ya Mungu, lakini pia hata mitandaoni pia tembea kwa unyoofu. Tuwe na respect kwa watu ambao tuna comment, especially swala la kucomment. I'm saying this kwa sababu nina cases ambazo nimeshawahi kuzi-encounter za mtu kucomment tu akaingia kwenye matatizo. So tutembee kwa unyoofu kwenye nyumba ya Mungu, lakini pia na mtandaoni pia tutembee kwa unyoofu zaidi. Nadhani hapa tutakuwa tumefikia hitimisho ya somo letu la leo. Tumebakiwa na dakika almost 18. So nitatumia muda huu kukaribisha yoyote ambaye ana swali ana swali kwenye somo hili au ananyongeza. This is your time. Please welcome. Karibuni sana. Okay, thank you so much. I have a question, but it's just in form of a suggestion. So I was suggesting that, brother, you can make for us a video about that, so that can be much efficient for us to understand that, especially about the cookies online. So that's my request. You can just upload it on YouTube, then you send us the link. We can view it from there. Thank you so much. Thank you, brother. We will take that into consideration and we will get back to you as soon as possible. Welcome. Any other member with a question, you are warmly welcomed. You just open your mic, then start to speak.
Karibuni wenye maswali. Karibu mwalimu kwenye kipindi cha leo. Mwalimu Prosper. Karibuni tunaoingia somo lililokuwepo sasa hivi ni usalama mtandaoni. Tumeongelea kwenye swala la digital footprint. Tukaelezea kwamba kuna aina mbili za digital footprint ambazo ni passive and active, ambazo tumeongelea kwamba active digital footprints ni zile alama za mtandaoni ambazo unakuwa umeziacha kwa makusudi ukiwa na consent yako, ukiwa na knowledge yako. Mfano ni kuposti picha, kuchapisha machapisho mtandaoni, lakini pia kucomment kwenye posti za watu wengine. Na upande wa pili kwenye passive digital footprints tumeongelea jinsi gani mitandao inaweza kuchukua taarifa zetu bila sisi kufahamu, na mitandao hii na hizo taarifa zitatumika kama identity yetu mtandaoni. Tumeona madhara ya kuwa na identity mtandaoni ambayo inaweza yakakurudia. Tumeona pia na jinsi gani ya kuzuia au kucontrol taarifa zako ambazo zinaenda mtandaoni. Naomba huu ni muda wa maswali na nyongeza, niweze kukaribisha mtu yote mwenye swali au nyongeza. Karibu ndugu Dickson, naona umefungua mic. Karibu. Asante, habari za jioni wapendwa. Salama, karibu. Asante. Mimi swali langu kwamba tunashukuru kwa somo zuri. Kweli mara nyingi wengi wanatumia mitandao ya jamii au tunatumia, lakini pasipo kujua kitu hicho kwamba kuna taarifa zingine ambazo tunaziacha pasipo kujua, lakini zingine tunaziacha kwa kujua. Wakati mwingine tunaweza ukahisi kwamba itajifuta yenyewe ndani ya wiki moja au ndani ya masaa kadhaa. Lakini swali langu ni kwamba kama sasa hizi taarifa ambazo sasa ndo zile zenyewe zinabaki huko kwenye mitandao, je, hamna namna ya kuweza kuziondoa wewe mhusika kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako au kwenye vifaa vyako vyovyote vile unavyotumia huduma za kimtandao, ili taarifa zako zisiendelee kubaki na kutumika na hawa Google? Okay. Ulikuwa unaendelea? Hapana, nimemaliza. Okay, asante kwa swali lako zuri. Kama nimekupata vizuri ni kwamba je, kuna njia ya kufuta hizi taarifa ambazo zimechukuliwa na mtandao? Labda nielezee hii swali nilijibu kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwamba mtandao hausahau. Either way mtandao hausahau. Kwa watu ambao sio maarufu inawezekana uka get away with that, kwa especially kwa zile taarifa ambazo unaziposti mwenyewe. Inawezekana kwa mfano labda leo umeposti picha ya mtoto wako, then ukaona no, hichi kitu sio vizuri, ukaamua kukifuta. Hapo unaweza ukafuta. You can get away with that. Lakini kwa watu ambao ni maarufu, watu ambao they got audience mtandaoni, the moment you post, the moment watu wanaweza ka screenshot, na the moment wanaweza wakai retrieve. Lakini kama nilivyosema ni kwamba mitandao haisahau. Hata ufute posti mtandaoni, still mtu anaweza kairudisha. Kwa mfano ukitweet kitu kwenye mtandao wa X, alafu ukafuta, ila X wakawa wana lego issue kwamba hiyo tweet irudi, watairudisha na itarudi na itaonekana. Same applies to mitandao ya kijamii mingine. Kama ukichapisha kitu mtandaoni alafu hicho kitu kikahitajika, wao wana uwezo wa kukirudisha.
siku hizi kuna kitu kinaitwa end-to-end encryption, lakini hii inakuwa inafanyika kwenye chat ambazo una chat na mtu direct. Lakini kama umechapisha mwenyewe kitu mtandaoni, hicho kitu kinabaki kule, hata ukiamua kufuta kitafutika actually kwenye macho ya watu, kwenye audience, lakini kwenye database za mitandao zitabaki vile vile. Kwa niweze kusema kwamba taarifa unazochapisha mtandaoni huwa hazifutiki. They do not, you cannot erase them. Yani zilipo ndo hivyo huwezi kutoa. Umeona, hiyo ni kwenye upande wa taarifa ambazo tunazichapisha wenyewe. Lakini kwenye taarifa ambazo zipo mtandaoni bila ridhaa yako, yani hapa namaanisha zile ambazo zimechukuliwa kwa mfano kwa cookies au zimechukuliwa na Google, hizo huwezi kufuta kwa sababu hata hujui ziko wapi. Hizo huwezi kufuta. Na reason behind kwa nini huwezi kufuta ni kwamba wakati unaanza kutumia service, kitu cha kwanza kabisa waliomba consent yako. Kwa hiyo walikuuliza kwamba je, unataka umekubali kwamba ukitumia service zetu tutatumia taarifa zako, tutachukua taarifa zako. Na kwa sababu wengi wetu, almost 90% ya watu hawasomi terms and conditions za kutumia mtandao. Kwa hiyo tunajikuta tu tumeaccept. Na ukiaccept kutumia services za Google, that means umeconsent wewe kuchukuliwa taarifa zako, na hizo taarifa kwa sababu zimeshachukuliwa, there is no way wanaweza kukurudishia kwa sababu wao wanazitumia commercially. So hauwezi, taarifa ambazo tunaziweka mtandaoni haziwezi kufutika, lakini pia hata ukifuta taarifa ambazo umezichapisha mwenyewe zinaweza kurudishwa. Kwa hiyo kama nilivyosema kwenye point yangu ni kwamba tuwe na ustaarabu tunapoposti mtandaoni. Fanya kitu ambacho unaamini fikiria mara mbili kabla hujaposti chochote, lakini pia fanya kitu ambacho unaamini hakitokuletea madhara huko mbele. Kwa hiyo hapo niongezee bonus point. Hata vitu ulivyo navyo, hata sio kwenye mtandao, hata kwenye simu yako vitu havifutiki. Kuna kitu ambao wanaandika, kuna kitu kinaitwa phone dump. Kuna kitu kinaitwa phone dump. Phone dump it's like a storage ambayo ipo kwenye simu, ambayo huwa ina store vitu baada ya wewe kuvifuta. Yani wewe kwenye simu yako kama umepiga picha kitu ambacho kitu chochote, labda umepiga picha labda ndugu yako, umejipiga mwenyewe, afu kaona hii picha sio nzuri ukaamua kuifuta, actually itafutika, itaenda kwenye trash. Then after a time unaweza kusema labda naenda kufuta pia kwenye trash, utafuta kwenye trash. Lakini when it comes hicho labda simu yako ikawa ni evidence, ina uwezo wa kurudi, wanarudisha kabisa kutumia hiyo inaitwa phone dump. Kwenye phone dump ni kwamba everything that unakiweka kwenye your device hakiwezi kufutika. So kama leo ikitokea umepiga picha fulani alafu ikawa ni ushahidi wa labda kuna crime imetokea, then ukapelekwa mahakamani, ataitwa tu mtaalamu mmoja, and it's simple. Yani hivyo vitu, hii ingekuwa ni video, ningefanya mngeona, it's very simple. Unaingia tu kwenye phone dump ambao watu wengi hawezi kuaccess, lakini kwa watu ambao ni wataalamu wanaweza kuaccess. Kwa hiyo unaingia kwenye phone dump, una pull up hiyo information. So mimi labda ni washauri ni kwamba usipige picha ambayo huhitaji, usiweke any kind of information kwenye simu yako ambayo wewe unaamini kwamba hichi kitu sikihitaji, kwa sababu you cannot reverse. Yani utakachokiweka umekiweka. Na hichi kitu mostly ni kwa wanawake ndio kinawakuta sana, kupiga picha ambazo wao hawazihitaji. Unakuta anapiga picha tu for no reason, labda anapiga picha ambazo sio nzuri kimaadili, then anaamini zinabaki tu kwenye simu yangu, lakini kimsingi kwenye simu yako unaweza ukazishare, umeona, lakini bahati mbaya unaweza ukazishare bahati mbaya, lakini pia zinaweza zikatumika kwa ushahidi. Maybe simu yako imepotea, mtu anaweza kaingia kwenye phone dump, then akapata every picture ambao umewahi kuipiga bado zipo kwenye simu yako. Kwa hiyo ni washauri wote kwamba usiweke kitu kwenye simu yako kama unajua ukihitaji, kwa sababu digital footprints they cannot be erased, zinabaki muda wote. Karibuni sana ambao tunaingia sasa hivi. Tuna mada mezani ambayo inasema usalama mtandaoni. Tunaongelea kuhusu usalama mtandaoni, na hii ni sehemu ya pili. The first session tulikuwa nayo
First session tulikuwa nayo tarehe 18 Mei. Tuliongelea kuhusu jinsi gani makampuni yanachukua taarifa zetu, lakini leo tumeongelea kuhusu digital footprint, na tumeona kwamba digital footprint ziko za aina mbili. Ya kwanza ni machapisho unayoweka mwenyewe mtandaoni, lakini pia passive footprints ni zile information ambazo zinachukua kwenye simu zetu au kwenye vifaa vyetu bila ya kuwa na consent navyo. Karibuni, huu ni muda wa maswali na nyongeza. You are warmly welcomed. I see a lot of people from Kenya and the Democratic Republic of Congo. You are warmly welcomed. We have a session about how safe are we on the internet. This is a session for questions and answers. Please, anyone with a question, this is your time. For those who don't know me, my name is Maxwell. I'm a secretary for the multimedia department in Tanzanian Union. Also, I'm a cybersecurity practitioner. I'm in a level 2 Cisco certified network administrator. So warmly welcomed. If you have any question about cybersecurity and more specifically on digital footprints, this is your time. We have like 3 minutes to wind up our session. Please, anyone with a question or anything to talk about our topic today, this is your time. Mr. Mann? Yes. Hello, Mr. Maxwell. Mr. No. So let me just take the to the marriage freedom. So sometimes probably people they could have questions, but maybe they just feel like shy asking. But maybe I should just make this open and plain. Brethren from all over Africa, Congo, Kenya, Tanzania,